Hello everyone, kwa jina naitwa Dr. Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia na tiba lishe nchini Tanzania. Na leo tutaongelea concept nzima ya ugonjwa wa kukoroma au kitaalamu tunaita sleep apnea. Okay, sleep apnea ni condition ambayo inasababisha mtu kukosa pumzi kwa muda kadhaa kipindi ambapo anakuwa amepumzika au amelala usiku. Na the most common type ya sleep apnea ambayo kwa inatokea watu wengi, kitaalamu tunaita obstructive sleep apnea OSA au OSA. Alright, hii condition inasababishwa na vitu vingi sana. Ukitazama kwa mfumo wa tiba za kisasa. Alright, unene unaweza ukawa ni moja ya contribution. Hata sisi kwenye upande wa tiba asili, hiyo pia ni one of the core factors au ni contribution pia. Lakini pia changamoto ya ulaji wa vyakula inaweza pia ikawa na contribute uzalishaji wa makamasi kwenye mfumo wa mwili wa binadamu na kusababisha hii condition. Sasa, ukitaka kujisaidia vizuri kama una hii condition ya usiku, pumzi inakata kwa muda au labda unapata snoring, unakoroma sana usiku, cha kufanya ni kuanza kusafisha mifumo yako mikuu mitatu. Lakini hasa ni huu mfumo ambao unaitwa lymphatic system, mfumo wa taka. Tunafahamu kwamba lymphatic system kazi yake kubwa kwenye mwili wa binadamu ni kuondoa uchafu ambao una asili ya tindikali kwenye nafasi za seli, interstitial spaces. Sasa inapotokea mfumo wako wa taka umekuwa congested, maana yake umeshikilia ule uchafu kwa muda mrefu kwenye tissues ambazo zipo kwenye nasal cavity, hili eneo, either ni kwenye sinus, labda kwenye air passages huku, kwenye bronchi, sawa, inaweza kapelekea makamasi kuzalishwa kwa sababu mwili unaposhindwa kuondoa acid, kuna a certain response ambayo inatokea ambayo inasaidia kuneutralize au kuleta homeostasis, balance, maana yake kupooza zile acid. Kwa mwili wako utatrigger goblet cells ambazo zipo kwenye mapafu kuzalisha makamasi. Makamasi ni mchanganyiko wa vitu vinne: protein, wanga, maji na mafuta. Mafuta yaliyopo kwenye mucus yakutana na acid kwa lengo la kubafa, kupooza au kuzuia, yana undergo process maalum sana ya kikemia inaitwa agglomeration. Maana yake yanaanza kuganda, yanaanza kucluster. Alright, yanapoganda yanaweza kawa yanazuia mfumo mzima wa upitishaji hewa, na ndio sababu moja hapo ambayo inawapata watu wengi kupata hii tunaita obstructive sleeping apnea. Okay, kwa hiyo ukiondoa sawa uchafu ambao kwenye lymphatic system, hakuta kuwepo na mucus response ya kuzalishwa kupitia goblet cells, and automatically hizi air passages za low and high zitakuwa wazi na hewa itakuwa inaingia na kutoka bila obstruction, bila kizuizi chochote. Number 2, matumizi ya vyakula ambavyo baada ya mmeng'enyo vinakuachia mucus ndani ya mwili. Mfano, watu wengi wanatumia vyakula vya maziwa, wanatumia cheese, wanatumia vyakula vya kukaanga, vyakula vya kusindikwa. Hivi vyote vinachochea pia mucus production kwenye mwili. Na viungo ambavyo vinaweza vikawa vinakuwa affected, sio tu hizi njia za hewa. Mfano, mtu anaweza kaleta blocking au clogging kwenye sinus, hizi njia za hewa ambazo zipo kwenye nasal cavity, hili eneo maxillary, sawa, na ile eneo la juu kwenye eneo la kichwa. Kwa kukiwa congested, sawa, na zile mucus type kwa sababu ya lifestyle, sawa, inaweza kachochea pia pelekea mtu kupata hii condition ya sleep apnea. Kwa unachotakiwa ukifanya ili kuweza kuondokana na hii changamoto, cha kwanza ni dietary intervention. Maana yake diet yako ibadilike, ihamie kwenye fruitarian diet ambayo inasaidia kuleta hydration, inakupa pia properties za astringency. Astringency maana yake ni kuvuta ule uchafu, na expectoration. Expectoration ni property muhimu sana ambayo inatokana na ulaji wa matunda ambayo inahusika na kulainisha, sawa, makamasi. Na ndio maana mtu ambaye anaanza kula matunda, dalili ya kwanza ambayo inamtokea ni cold and flu like symptom. Unaanza kupata mafua na homa. Alright, maana yake mwili wako unaanza kusafisha makamasi ambayo yalikuwa yameganda yaanze kutoka nje. Alright, inaanza kusafisha. Kwa adaptation of fruits, it's very beneficial kwenye hii changamoto ya sleeping apnea. Lakini at the same time unapokula matunda, kama ni issue ya obesity ambayo kwa inapelekea watu wengi pia kupata hii condition, sawa, you start losing weight, utaanza kupungua uzito as the way you move forward. Matunda yana calories ndogo, kwa automatically unapokula matunda usitegemee kuongezeka uzito, ila utaanza ku lose weight. Lakini at the same time unapotumia fruits pamoja na miti dawa ambayo inapatikana pia kwenye duka letu Kijani Asili, utaanza kusafisha systems ambazo zinapelekea pia mtu kuwa na tonsils. Kwa mfano, mtu akiwa na tonsils ambazo zimevimba sana, zinaweza zikawa zina clog au zinapunguza passageway ya hewa ambayo itakuwa iingie na kutoka. Kwa automatically ile inaweza kumletea snoring, kukoroma, lakini pia hiyo condition ya hewa kukata from time to time pindi ambapo anakuwa amelala. Kwa hiyo change your diet, lakini at the same time tumia miti dawa ambayo inapatikana kwenye duka letu ili uweze kuimarika kiafya. Karibu sana clinic kwa ajili ya msaada zaidi.